Askofu Bernardin Francis Mfumbusa alizaliwa Aprili 1, 1962 huko Arusha ambapo wazazi wake walikuwa wanaishi. Askofu Bernardin Francis Mfumbusa ndiye alikuwa askofu wa kwanza wa Kondoa akiwa askofu mzawa. Alitawazwa kuwa kasisi wa Dayosisi ya Dodoma mnamo Juni 14, 1992 na alitawazwa kuwa askofu wa Kondoa tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2011 baada ya uteuzi wake Machi 12, 2011 na Papa Benedikti wa 16. Askofu huyo mwenyeji wa Kondoa alikuwa ni mtaalamu wa kitaaluma na mawasiliano aliyeheshimika sana. Alifuatilia masomo ya uzamili katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregorian huko Roma, ambapo alipata udaktari katika mawasiliano. Wakati wa masomo yake alifanya kazi Dayosisi ya Rockford, Illinois, akipata uzoefu wa vitendo katika mawasiliano ya kanisa. Alirudi Tanzania na kujiunga na kitivo cha chuo kikuu cha Mtakatifu Augustine cha Tanzania SAUT, ambapo alihudumu kama mkuu wa kitivo cha sayansi ya jamii, naibu makamu mkuu wa chansela na baadaye naibu makamu mkuu wa masuala ya kielimu. Akiwa mchungaji, Askofu Mfumbusa alisisitiza elimu, uongozi na kuishi pamoja kwa imani mbalimbali. Aliendelea kuhimiza kanisa katika kutumia teknolojia mpya, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii kwa ajili ya uinjilishaji na kusambaza ujumbe wa matumaini. Baadaye alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya maaskofu wa Afrika kwa mawasiliano ya kijamii SEPAX. Mchungaji Bernardin Francis Mfumbusa alichukua uongozi tangu kuchaguliwa kwake na mkutano mkuu wa 20 wa kongamano la mabaraza ya maaskofu wa Afrika na Madagascar SECAM uliofanyika Kigali, Rwanda kuanzia Julai 30 hadi Agosti 4 mwaka 2025. Alifanya kazi na timu yake katika mpango mkakati wa mawasiliano mwaka 2025 hadi 2028 iliyojulikana kwa Kifaransa Episcope Pan-Africa Police Communications Socials SEPAX. Kamati ya Episcopa Pan-Africa ya mawasiliano ya kijamii ilianzishwa baada ya mkutano wa maaskofu wa Pan-Africa kuhusu mawasiliano ya kijamii uliofanyika Ibadan, Nigeria kuanzia Novemba 28 hadi Disemba 2, 1973. Kutokana na taaluma yake ya habari ya mawasiliano, alipoulizwa, "Je, unaweza kutoa ushauri gani kwa familia za Wakatoliki wa kawaida kuhusu matumizi ya mitandao na kupata taarifa sahihi ili kuendelea kufahamishwa?" Askofu Mfumbusa alisema, na nukuu, "Tunao upotoshaji ambao ni uwasilishaji wa kimakusudi wa taarifa zisizo sahihi. Tuna habari za uongo, watu wanatuma au kusambaza ujumbe ambao si sahihi, na kisha tuna habari mbaya ambayo ni matamshi ya chuki au unyanyasaji. Kuna mengi ya hayo." Katika mazungumzo yangu yote haya niliyajadili hasa katika muktadha wa Afrika Mashariki. Kwa bahati mbaya, magonjwa haya yote yanayotokea kuhusu masuala ya kisiasa
dini na watu wenye mamlaka yanadhoofisha mamlaka ya taasisi kama makanisa na serikali. Katika uso wa haya yote, tunaweza kushauri familia, kwa mfano, kuelewa kwamba mtandao sio sawa na tulivyojua wakati fulani nyuma. Sio salama kwa kila mtu. Kwa hivyo, wanapaswa kuweka ulinzi ili kufuatilia watoto wao wanafikia nini mtandaoni. Na kwa upande wa kanisa, nadhani lazima kuwe na programu za kijimbo au ngazi ya parokia kwa ajili ya elimu ya vyombo vya habari. Kwa namna fulani tayari tunafanya hivyo katika parokia na shule. Nadhani elimu ya vyombo vya habari ni sawa na kile tunachofanya. Tunapofundisha katekisimu parokiani au shuleni, labda ni jinsi gani tunavyotumia nafasi ambayo tayari tunayo katika madarasa ya katekisimu. Mwisho wa kunukuu. Askofu Bernardin Mfumbusa amefariki tarehe 14 mwezi wa 4 mwaka 2026 na alizikwa tarehe 22 ya mwezi wa 4 mwaka 2026 katika jimbo Katoliki la Kondoa. Baada ya kuliongoza jimbo Katoliki la Kondoa kwa miaka 14 na miezi 11, Mwenyezi Mungu amemwita kwake Jumanne ya tarehe 14 Aprili akiwa na umri wa miaka 64 ya kuzaliwa na miaka 33 katika daraja takatifu la upadre na miaka 14 na miezi 11 katika daraja takatifu la uaskofu. Pumzika kwa amani, Askofu Bernardin Mfumbusa. Makala hii imeandikwa na Cosmas William Choga na kusimuliwa na mimi Juliana Luhende.